Kuna vitu ambavyo Mungu anavitaka kwenye madhabahu, kwa sababu hivyo ndivyo ambavyo vinavyoweza kuimarisha madhabahu, lakini kufanya madhabahu itambulike kama madhabahu. Bwana asifiwe. Ndio maana hata kila mtu kwa Mungu wake, kila mtu kwa miungu yao, wana namna yao ya kuwa na alama. Na hii nataka ni kuambie tu, mtoto wa Mungu, unaposikia Biblia inazungumza habari za madhabahu, ni eneo kubwa sana na ni eneo muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, kwa sababu Mungu ni roho, na kama Mungu ni roho, ili Mungu apate nafasi ya kuongea vizuri na mwanadamu, apate nafasi ya kumsikiliza mwanadamu vizuri, watakutana mahali ambapo pana madhabahu. Na hilo nililisema hata siku za nyuma, kwamba madhabahu ambayo unayoijenga ndio inayompa Mungu nafasi ya kuwa na uhalali wa kuongea na wewe au kutokuongea na wewe. Na hii nataka ndani yako ijengeke kabisa, kwamba okay, kama Mungu anatoa nafasi, na ni geti Mungu amelifungua, au ni lango ambalo Mungu amefungua, au ni mahali ambapo Mungu ameparuhusu pa kuweza kuzungumza na mwanadamu, ni mahali ambapo penye madhabahu. Na tamani ndani yako uone umuhimu wa madhabahu sana. Na hii nataka uchukue katika mazingira haya. Katika maisha tunayoishi, 99.9% ya changamoto nyingi tunazokutana nazo, nyingi zimetengenezwa kutoka kwenye madhabahu, hazijatengenezwa kutoka kwenye kiti. Nikizungumza habari ya kutengenezwa kutoka kwenye madhabahu, tofauti na kutengenezwa kwenye kiti, inazungumza habari ya nafasi ambazo Mungu anasema katika kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 5 ule mstari wa 10. Naamini watu wengi tumepata nafasi ya kusoma mstari wa Ufunuo wa Yohana mlango wa 5 mstari wa 10, jinsi ambavyo unazungumza hizo nafasi. Anasema, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Anazungumza wanamiliki juu ya nchi. Ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Na ninapozungumza habari ya madhabahu huwa inasimamiwa na kuhani. Bwana asifiwe. Madhabahu huwa inasimamiwa na kuhani. Kuhani ndio anakuwa msemaji katika maisha haya tulionayo, msemaji wa Mungu juu ya madhabahu, juu ya neno analosema kwenye madhabahu. Sio nasikiaga watu wengine wanalalamika, wanasema, kwani nani huyu amemweka kuwa msemaji wa ofisi yetu? Ukisikia yale maneno wanasemaga, huyu msemaji ni msemaji wa ofisi yetu, maana yake yeye anatambulika kwenye nafasi ya hiyo ofisi. Ofisi ndio inayomtambua kwamba huyu ndio tumemchagua kwa msemaji. Na ndivyo ilivyo hata kwa Mungu. Kwenye madhabahu kuna msemaji ndio anayesimamia kwenye madhabahu. Ukienda katika nafasi ya madhabahu inasimamiwa na kuhani. Kwa hiyo kuhani ndio anakuwa ni chombo cha kuongea na Mungu, au ni mahali ambapo anaweza akaruhusu kuwaambia watu, subirini nikaongea na Mungu, au Mungu akaongea na yeye kumwambia. Lakini Yesu katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 5 mstari wa 10 anazungumzia juu ya kwamba hii sio tena ya mtu mmoja. Hii ni kwa kila ambaye amempokea Yesu kama Bwana Mwokozi, amekubali kununuliwa sawa na mstari wa 9 anaosema, wa 8 na wa 9 anasema, ukawanunua kwa damu yako, ukawafanya, anasema kwa kila kabila, ukanunua kabila, lugha na mataifa. Anazungumza habari za kununua. Aliyekubali kununuliwa, aliyekubali kuuzwa kutoka kwa shetani kuwa miliki ya Yesu, kumilikiwa na Yesu, kumilikiwa na Mungu, huyo ndio ambaye anazungumziwa kwenye hizi nafasi. Hizi nafasi ziko nafasi mbili. Ukiokoka hizi nafasi zinarudishwa. Na hizi nafasi sio kwamba hazikuwepo, zilikuwepo kabla ya dhambi. Kabla ya dhambi zilikuwepo, ndizo ambazo Mungu anasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Mfano ni nafasi ya kikuhani, sura ni nafasi ya kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hizi zote alikuwa amezitoa Mungu, alikuwa ameziumba, amemuumbia mwanadamu. Lakini dhambi ilipoingia ndio ikanyang'anya. Shetani alikuwa anajua thamani ya hizo nafasi mbili, nafasi ya ukuhani na nafasi ya kifalme. Kwenye kitabu kile cha Mwanzo anasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki
wa baharini na ndege wa angani. Anazungumza habari za kutawala. Kutawala, huwezi kutawala kama huna eneo, huna ufalme, huna sehemu ya kutawala. Kwa hiyo hii ndio anazungumza habari ya nafasi ya kifalme na nafasi ya kikuhani. Na sasa tuko kwenye, tangu tumeanza madarasa haya tunazungumza kwenye nafasi ya kikuhani, kwa maana ya kwamba madhabahu inasimamiwa na kuhani. Na hapa nikizungumza habari za kuhani, sizungumzi kuhani upande wa Mungu aliye hai peke yake. Ninazungumza tu madhabahu yoyote huwa inasimamiwa na kuhani. Kuhani yupi? Kuhani wa huyo Mungu wa hiyo madhabahu. Hata kama ni upande wa madhabahu ya nguvu za giza, lazima kuna kuhani wao yupo ambaye anasimamia. Lazima awepo kuhani yao, kwa sababu hawezi kuongea huyo mkuu wa giza, hawezi kuongea kutoka moja kwa moja akaongea na kwenye nyama, kwa mtu kwenye nyama ya kawaida, kwa mtu kwenye mwili. Lazima apate mtu atakayemwakilisha, lazima apate kuhani ambaye atakayemwakilisha. Na ndio maana lazima ujue kila madhabahu na kila kuhani ambaye anatumika kwenye madhabahu hiyo, kuna alama za hizo madhabahu, lazima uzijue. Alama za hizo madhabahu zipo nyingi. Aina ya nyimbo zinazoimbwa kwenye madhabahu ziko tofauti, kwa sababu lazima madhabahu yote lazima uzikute nyimbo. Ukikosa nyimbo hakuna madhabahu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Na sio tu ukikosa nyimbo, madhabahu yoyote lazima ukute hivyo vitu ambavyo anavizungumza katika nafasi hii ya ambayo darasa tunaoendelea nalo la juu ya nafasi ya kifalme na ya kikuhani, jinsi ya na sisi tunavyojifunza somo la madhabahu katika nafasi ya kikuhani. Kwa hiyo na mimi nazungumza na wewe kukukumbusha kwamba lazima ujue, unapotaka kudiri na Mungu aliye hai, mnataka kufanya kazi na Mungu kutoka ndani. Na hii si tu kwa sababu labda tu tuna shida, hapana. Hii ni kwa sababu ya zile nafasi ndizo ambazo zinaweza kumpa uhalali Mungu wa kuingilia kati na kufanya na kujibu kile ambacho tunataka Mungu ajibu. Mara nyingi tumetaka Mungu ajibu kwa sababu tuna uhitaji, lakini tumesahau kwamba vitu vingi vinajibiwa kwenye nafasi. Hawezi kujibu nje ya nafasi. Ukiwa kwenye nafasi ya kifalme, utajibiwa kwenye nafasi ya kifalme, maana yake utapewa mamlaka ya kumiliki, ya kutawala, na amri na sheria zitakuwepo. Kwa majibu yako yatakwenda sawa sawa na nafasi. Hauwezi kujibiwa nje ya nafasi, kwa sababu ukitaka kwenda kuomba katika nafasi au kuongea na Mungu katika nafasi ya kifalme, uwe na uhakika unazungumza juu ya nafasi ya umiliki, nafasi ya utawala, nafasi ya sheria na amri zinazowekwa kwenye kiti. Kwa sababu nafasi ya kifalme yenyewe, mahali ambapo wanaweza wakawa na kikao wakajadiliana, ni kwenye kiti. Lakini nafasi ya kikuhani, mahali ambapo tunaweza tukajadiliana ni kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye madhabahu pekee yake ndiko ambako tunaweza kujadiliana na Mungu. Kwa hiyo kwenye nafasi ya kifalme unataka kujadiliana na Mungu ambaye ndio mfalme. Hata kama ni shetani ni mfalme wa giza, kama ni Mungu ni mfalme wa nuru, unataka kujadiliana, hamwezi kujadiliana kwenye kiti, hamwezi kujadiliana kwenye nafasi kwenye madhabahu. Mtajadili na Mungu kwenye nafasi ya kiti. Na kwenye kiti ndiko ambako majibu yako yatatolewa huko kufuatana na nafasi. Umeenda kuomba katika nafasi au kusimama katika nafasi ya kifalme, uwe na uhakika lazima mtakutana kwenye kiti. Lakini umekuja kwenye nafasi ya kikuhani, mtakutana kwenye madhabahu. Na ndio maana tunajifunza sisi darasa la hili ambalo tunaendelea nalo ni darasa la kujua umuhimu wa madhabahu ya ndani. Lakini somo ambalo pia Mungu amenipa na ambalo nimesema sitaweza kulifundisha kwa sababu ya muda hautoshi na watu wengi hawajaingia katika kipindi hiki, ningetamani ili somo watu wengi wapate nafasi ya kulipata. Bwana Yesu asifiwe. Na endelea kuombea kichwa cha somo ambacho Mungu ametupa, anasema ushirikiano wa moyo wa Mungu na moyo wa mwanadamu katika madhabahu ya ndani. Moyo wa Mungu na moyo wa mwanadamu katika madhabahu ya ndani. Hapa nimezungumza Mungu, nikifika kwenye kufundisha lazima nitazungumza habari za Mungu na miungu, kwa sababu hizi lazima ujue ili uone mtu anatoa thamani wapi, kipaumbele kinatolewa wapi. Watu wengi hawajajua vipaumbele vinatolewa kwa Mungu yupi. Hapa ndipo ambapo kwenye somo hili tutapata kujua kwenye ushirikiano mnavyoshirikiana na Mungu. Wewe unaposhirikiana na Mungu aliye hai, huyo anayeshirikiana na miungu mingine, wanakutaneje kwenye madhabahu hiyo? Wanakutanaje huko ndani? Wanazungumzaje au maongezi hapo ndani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikuombe mtoto wa Mungu na nikutie moyo. Ondoka tu na heading tu ya hili somo,
ushirikiano wa moyo wa Mungu na moyo wa mwanadamu katika madhabahu ya ndani. Lakini ukikumbuka utangulizi wa darasa hili, ni madhabahu ni mahali ambapo Mungu anaongea na mwanadamu na kumsikiliza mwanadamu. Sijazungumza Mungu yupi, nimezungumza tu madhabahu ni mahali ambapo Mungu anaongea na mwanadamu na kumsikiliza mwanadamu. Huo ndio utangulizi wa darasa hili la madhabahu ya ndani. Na kila utakapoingia, kabla unapotaka kuomba, lazima upitie hii utangulizi ili uweze picha ingie ndani yako. Kwa maana unapoenda kuomba, hata kama unaenda kumuomba Mungu wako, unataka kuombea chochote, lazima ujue hizi kanuni, lazima ujue hii sheria ya madhabahu ni mahali ambapo Mungu anaongea na mwanadamu na kumsikiliza mwanadamu. Kwa hiyo ili kusudi ukienda kuomba, usiende kuomba nje ya madhabahu, hawezi kukusikia. Usiende kuomba nje ya madhabahu. Lakini kama utaenda kuomba katika nafasi ya kifalme, maana yake lazima uombe kwenye kiti. Lazima ukazungumze kwenye kiti. Ndio maana kwa Mungu aliye hai kuna kiti cha rehema. Lakini pia upande wa nguvu za giza kuna kiti cha enzi cha shetani, ambacho inasema amekaa malkia wa kuzimu. Yule malkia wa kuzimu amekaa kwenye hicho kiti, huwa wanaenda kuzungumza naye kwenye kile kiti. Chochote watakachotaka kukifanya wanakipata pale kwenye kiti. Na sisi watoto wa Mungu, sisi tunazo nafasi zote mbili. Tuna nafasi ya kikuhani na ya kifalme. Maana yake una nafasi ya madhabahu na kiti. Zote hizo Mungu anazitumia. Ni wewe unaamua kwamba Mungu aliye hai, nataka nitumie madhabahu au nataka nitumie kiti. Lakini kuna sheria nyingi au changamoto nyingi ambazo tunapambana nazo. Nyingi zimefungamanishwa na madhabahu, hazijafungamanishwa na kiti. Kiti kimesimamia tu sheria, kimesimamia tu zile amri ambazo zimetolewa kwenye madhabahu na mapatano. Lakini nyingi ambazo zimefungwa kutoka kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikutie moyo mtoto wa Mungu, songa mbele, endelea kutafakari juu ya madhabahu ya ndani. Wafundishe watoto wako, waambie, ili katikati ya uovu mkubwa Mungu aweze kuzungumza nao katika madhabahu ya ndani. Ili uovu ukitaka kuwasomba unawakosa, kwa sababu ndani kuna madhabahu ambazo zinafanya kazi za Mungu aliye hai. Na Mungu akubariki sana, na Mungu akutunze. Mungu akupe neema ya kuendelea kuombea. Usiache, endelea kuombea hii darasa ili Mungu afanye kile anachotaka kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana.